Unajua matajiri wengi wa migodini wana tabia ya kutoa kafara mtoto aliyezaliwa peke yake kwa mama yake. Sijajuaga kuna siri gani, mimi si mshirikina na sijachunguza sana, lakini matajiri wengi Mererani wanakuwaga wana tabia ya kumtoa kafara mtoto aliyezaliwa peke yake kwenye familia yao. For example, mimi na baba mdogo wangu ambaye ni marehemu anaitwa Mnyawi. Yeye alizaliwa mwenyewe kwa bibi yetu. Alafu kuna story nimewahi kuwapa ya kijana anaitwa Justini wa Boma Kubwa. Justini wa Boma Kubwa, yeye kwa mama yake amezaliwa peke yake. Kuna kijana mmoja amewahi kufia mgodini. Kuna kijana amewahi kufa mgodini kwa tajiri mmoja, ni maarufu sana na nimewahi kufanya kazi kwake huyo tajiri. Mimi nimefanya kazi kwenye migodi ya matajiri wengi. Kuna kijana mmoja amewahi kufa katika mgodi wa tajiri mmoja. Huyo tajiri alimtoa kafara. Staili za kutoa kafara migodini wengi huwa wanasema hewa, yani hewa mgodini, kwamba hewa ilichafuka. Kule migodini kule chini huwa tunatumia mashine zinaitwa compressor, zinapeleka hewa kule na vitu fulani vinaitwa blower. Kwa hivyo mara nyingi hayo mapepo yao wanayatumia, wanaweza kusema hewa ilichafuka, wanakuwa wametoa kafara au baruti kulia. Yani baruti, kuna watu wanaitoga manobeli. Sasa anaenda kushindilia moto, anaweza wakasema labda ni misfire. Of course saa misfire zinatokeaga, lakini wengi pia wanawatoa watu kafara kwa wale manobeli, kwa zile zinaitwa misfire, zile baruti za mgodini. Kwa hivyo huyo tajiri alimtoa huyo kijana wa Kimbulu, alimtoa kafara, ambaye ni kijana peke yake kwenye familia, yani kwa mama yake ni kijana peke yake. Huyo kijana wa Kimbulu bana alikuwa ni nobel kwenye kufanya kwake kazi nini na nini. Zamani tulikuwa wao manobel walikuwa wanachomaga moto kwa kutumia tambi. Yani walikuwa wanatumia njia loko sana, na zile tambi wakati mwingine zina miss. Kwa hiyo unakaa muda unachoma tambi fupi ile ya kuwasha ya kulipua mwamba. Kwa hiyo saa nyingine unaweza unakaa kama nusu saa. Unasema sasa hiyo imemisi. Yani kikaa muda mrefu kulingana na urefu wa tambi ulioichoma, unasema hiyo imefanyaje, imemisi, unarudi kwenda kuichoma tena. Kwa hiyo huyo nobel akarudi tena kwenda kuchoma nini? Kwenda kuchoma hiyo tambi. Kurudi kwenda kuchoma hiyo tambi, kufika tu mata moto ikalia. Kwa hivyo akafa. Ule kijana alipokufa, kumbe bana hawa watoa kafara, kumbe kuna kafara wanazitoaga zinakuwa sio, yani zinasumbuaga. Sijajua sasa hawa watu ni kweli huwa wanakufa au hawafagi. Lakini huyo kijana alipotolewa kafara, akawa anatokea mgodini mara nyingi sana, kwenye huo mgodi wa huyo tajiri. Sio huo mgodi peke yake, migodi mingi, ila sana sana kwenye huo mgodi ambao huyo tajiri alifanyaje, alimtoa kafara. Kwa akawa anatokea watu vibaya sana, anatokea kabisa hivi. Akawa anamtokea na tajiri. Kwa tajiri alichanganyikiwa sana. Yani kumbe sio kila kafara ukiitoa ni salama kwa hao watu wa kafara. Kumbe kuna kafara ni hazifai kabisa. Kwa hiyo tajiri alipomtoa kijana kafara, huyo kijana ameshakufa nini, watu wameshamzika, lakini akawa anamtokea kijana aliacha mke mmoja na mtoto mmoja. Aliacha mke mmoja na mtoto mmoja. Kwa hiyo tajiri akapambana, nenda kwa waganga. Unajua kawaida ya matajiri hawanaga mganga mmoja. Ana waganga kama 6, 7. Yani ana mganga sijui wazindiko, ana mganga wa nini. Kwa hiyo matajiri wanakuaga na waganga wengi. Zunguka kwa waganga wengine mpaka anapewa ramani na matajiri wenzake, nenda kwa mganga huyu labda itatulia. Huyo kijana aliyetolewa kafara alikuwa anamtokea yule tajiri mpaka alichanganyikiwa. Ule tajiri akatengeneza mazingira, akamtengeneza kijana mmoja, akamuomba awe huyo tajiri anampa huyo kijana hela ampelekee mke wake na marehemu, ambaye huyo marehemu ndo anamtokea tajiri.
Kwa hiyo kijana akapewa cheo mgodini, tajiri akamwambia anampa fungu kila baada ya muda fulani, anampa fungu ili huyo kijana ampelekee mke wa nani, wa marehemu. Yani yeye tajiri kama tajiri anaogopa kumpelekea nani, yule mwanamke. Sasa sijajua anaogopa au ni masharti yake, sababu watu wengine wanapoga masharti ya kuwapa watu hela. Kwa hivyo tajiri akamtafuta huyo kijana, akawa anafanyaje, akawa anampa huyo kijana hela, huyo kijana anampelekea mke wa marehemu. Yani kati ya kafara ilimsumbuaga huyo tajiri. Huyo tajiri ni maarufu sana Mererani. Ni tajiri ametoa kafara na kafara kwa njia ya hizi ngema, kwa njia ya kulipuka moto, kwa njia ya hewa. Yani ameua watu na uchawi wake alikuwa haufichi. Mimi nimefanya kazi mgodini kwake. Nilikuwa nafanya kazi mgodini kwake. Alikuwa anaweza akaja labda saa 4 ya usiku hivi, anakuja na maji kwenye chupa ndogo ya maji. Anakuja anampa jamaa mmoja hivi, anaambia peleka mgodini, nenda kafanyaje, kamwage. Kwa hiyo tajiri alikuwa yani uchawi kwake alikuwa haufichagi. Yani uchawi kwake ilikuwa ni jambo la kawaida sana. Yani jambo la kawaida sana. Alikuwa hafichi kabisa. Alikuwa hafichi huo uchawi wake. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbe sio kila kafara huwa inawafanya matajiri wawini. Kuna kafara huwa zinawasumbua vibaya sana. Kuna kafara huwa zinawasumbua kuliko maelezo. Ndugu zangu, hakuna maisha mabaya kama maisha ya kuabudu uchawi. Hakuna maisha mabaya. Mimi nimewahi kwenda kwa waganga. Hakuna maisha mabaya kama kuabudu uchawi. Rafiki yangu, kweli watu watakuona umefanikiwa, watakuona una gari, watakuona una nini na nini, lakini nataka kukuhakikishia utakuwa unateseka kuliko mfano. Yani utakuwa unateseka kuliko mfano, rafiki yangu. Mimi nataka kukuambia ukweli. Hela nzuri ni ile unapewa na Mungu, hata kama ni ndogo sana, lakini kama Mungu ndo anakubariki, hata kama ni 2,000, kama ni Mungu amekupa, hiyo ni kubwa. Mshukuru Mungu. Mimi nimekaa na matajiri, wana hela, yani wako vizuri, lakini wanateseka. Yani matajiri wanateseka. Wale watu wanawatoaga kafara, wanawasumbua, wanawatokea, hawalali. Ndio maana tajiri hata unaweza ukawa unataka kulala njaa hapo, anaweza sikupe 2,000 ya kula, kwa sababu utajiri wao si wa nguvu za giza, unawasumbua. Yani yeye anaona ametoa watoto wake kafara aje akupewe hela ya kula, nafuu kafe na njaa huko. Kwa hiyo matajiri hawanaga huruma, kwa sababu hela zao wamezipata kwa njia ya shida sana. Wengine wamebakwa, wengine hivyo, wengine wameua watoto wao, wamefanya watoto wao kuwa mazezeta. Wengine wametoa viungo vyao. Kuna matajiri wanatoaga viungo vyao. Kwa hiyo unanisikiliza, mimi nataka kukuambia ukweli. Hakuna hela nzuri kama hela ya kumtegemea Mungu. Lakini pia msidanganywe na vitu vya duniani, vinapita. Vitu vya duniani ni vya muda mchache. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, rafiki yangu. Mungu anakupenda sana. Mungu anatupenda, hataki tukateseke milele. Mimi nikuache rafiki yangu, lakini nikuambie hivi vitu vya duniani vinadanganya maelfu. Ni kama vina maana, lakini havina maana yote. Mimi nataka kukuambia